yanayoendelea katika jamii na hata katika ofisi zetu za kikazi. Mtu akizungumza Kiingereza huonekana msomi aliyebobea, na wewe utakayezungumza Kiswahili utaonekana huna elimu na kuonekana kituko kwa wazungumzao Kiingereza. Sasa mwalimu, tunafanya jambo gani ili kuondoa hii hali? Kwa maana hili ni tatizo. Ni kweli, jamii na hao wanaojiita wasomi wanapaswa kubadili fikra zao. Kwa mfano, watu wa China wameipa hadhi lugha yao na wana maendeleo makubwa na hata wataalamu wanao wa kutosha. Sasa basi, tunapaswa kuithamini lugha yetu ya Kiswahili. Mwalimu, tunawezaje kuithamini lugha yetu ya Kiswahili ikiwa elimu ya ngazi za juu imefanywa kama somo na lugha za kigeni zimeshika hatamu kuwa lugha za kufundishia? Hii mimi naona ni sababu ya ukosefu wa wataalamu wa kutosha. Kwa maana sisi tunajifunza kukariri ili kuweza kujibu tu maswali ya mitihani. Hatujifunzi kuelewa kile tunachokisoma. Na hili ndio tatizo kubwa. Kweli kabisa. Maneno. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanikiwa kuwaleta watu pamoja kwa kutumia lugha ya Kiswahili na wakapambania uhuru. Na hata mikutano yake yote alifanya kwa lugha ya Kiswahili. Watu wameshindwa kufahamu kitu kimoja. Hizi lugha zote za kigeni ni sawa na nguo za kuazima. Na kuna msemo unaosema nguo ya kuazima haistiri makalio. Maneno. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Au kuna jingine? Hapana.